Mama, wajua kama utaulizwa na Mungu mavuno ya watoto uliopewa ili uwalee? Kumlea mtoto si kumpatia chakula wala kumuuzia manguo tu. Kumlea mtoto vizuri si kumpatia vitu ambavyo anataka wala kumuuzia televizio tu. Kumlea mtoto vizuri ni kumfundisha na kumzoelesha tabia nzuri na kumfundisha kumpenda Mungu. Kuchukua mimba havichoshi, bali kinachochosha ni kumlea mtoto katika tabia nzuri na kumfanya mtu anayefaa duniani. Hakuna kazi kubwa kuliko hiyo. Mama, jua kama ni wewe ambaye uko na mwisho ya maisha ya watoto wako katika vitanga vyako. Iwe ni mwisho mzuri au mbaya, Jukumu la mzazi ni kumfundisha mtoto tabia nzuri na bado angali mdogo. je, unawafundisha? Je, unawaombea? Ni mara ngapi umewazia kuchukua wakati ya kuwafundisha watoto isipokuwa kwenda kazini na kurudia bila kuuliza habari zao? Sasa unashinda au umeshindwa? Mujikosoe. Na mjue kama katika kitabu cha Mezali 15 mstari wa 12 inasema, mtoto mwenye hekima mfurahisha babaye, lakini mtoto mpumbavu mdharau mamaye. Na hayo yote yanatokana na jinsi ulimlea. Ukimlea vizuri atakuwa furaha kwako. Ukimlea vibaya atakuwa uchungu na mzigo kwako. Mtoto anajikamata vibaya hautamwadhibu. Anaiba kwao nyumbani, unamwacha. Anapomchokoza wengine mnamfunika kana kwamba akosei. Kivaa manguo ya kumbana hauhangaiki. Asipofanya kazi nyumbani hamuulizi sababu. Unavikamata leja kama kuhani Eli. Wakishakuwa vijana na kufanya mabaya zaidi unaanza kulia. Sikia, Mungu atakuuliza. Mbegu upandayo itakomaa na itazaa matunda mazuri au mabaya. Je, wajua kwamba kuna wazazi ambao wana sehemu katika ukomaa kwa tabia mbaya za watoto wao? Sikilizeni. Mama anapomnunulia mtoto msichana mavazi jinsi ya kiume, atakomaa akivaa suruali. Mama anapokuwa na wafanyakazi anawagawia kazi, watoto wake hawatafanya kitu. Ni ole kubwa. Watoto wako watakuwa wavivu. Acheni mzaha katika malezi. Tieni nguvu kwa kuwalea watoto, kwa maana mtatoa hesabu mbele za Mungu. Linda Afya.